Oh yes, jina la Bwana libarikiwe sana sana sana, watu wa Mungu aliye hai. Leo nimejifunza jambo moja la ajabu sana sana kwenye Bible kuhusu malezi au kuhusu baba wa kiroho, kuhusu baba wa kiroho, kuhusu malezi ya baba wa kiroho. Ukisoma hapa kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza na sura yake ya 10 na mstari wake wa 6, Biblia inasema hivi: na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Basi hapo ishara hizi zitakapokutukia, fanya kama uonavyo vyema, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Nawe utateremka mbele yangu mpaka Gilgali, nami angalia, nitakuteremkia huko ili kutoa sadaka za kuteketezwa na kuchinja sadaka za amani. Siku 7 utangoja hata nitakapokujia na kukuonesha yakupasayo kufanya. Maneno haya anaambiwa, yani subiri siku 7 nitakuja huko ili nikwambie yakupasayo kufanya. Kumbuka, mtu huyo amejaa roho, ameambiwa Roho Mtakatifu atakuja, Roho ya Bwana atakuja kwako, utageuzwa kuwa mtu mwingine. Mtu huyo ambaye anaambiwa subiri, nitakwambia yakupasayo kufanya, ni mtu ambaye amejaa roho, amegeuzwa kuwa mtu mwingine, ila anaambiwa subiri. Nataka niongee na wewe ndugu yako. Kwenye hichi kizazi chetu Gen Z, niliwahi kuona mahali fulani Gen Z mmoja akasema aamini kabisa masuala ya ubaba wa kiroho ni sawa. Hiyo anaamini yeye, ila mimi ninaamini asilimia zote, sio tu za duniani, ninaamini asilimia za mbinguni, sababu asilimia za mbinguni tofauti sana na za duniani. Ninaamini asilimia za mbinguni kabisa, ambazo kileta huku duniani zinaweza zikafika hata maelfu. Ninaamini malezi ya baba wa kiroho. Hata kama umejaa roho, umefurumia, unahitaji baba wa kiroho ambaye atakushape, atakwambia mambo ya kupasayo kufanya, atakwambia mambo ya kupasayo kuzungumza unapokuwa unafundisha, atakwambia mambo ya kupasayo kuzingatia unapokuwa umeenda kufanya huduma mahali fulani. Tunapongelea Sauli, amejaa Roho Mtakatifu, amegeuzwa kuwa mtu mwingine, lakini anaambiwa kaa, tulia mpaka nitakapokuja kukupa maelekezo ya juu ya nini uanze kufanya. Kwa maana hiyo Samueli alikuwa ndo baba yake wa kiroho, na Sauli hakutaka kumsikiliza baba yake wa kiroho. Ndio maana kuna sehemu nyingine alitaka kutoa sadaka yeye mwenyewe. Kuna mambo ambayo anafanya tu baba yako, sio wewe. Hujapewa hiyo mamlaka. Ndugu yangu, unahitaji kukaa chini ya baba wa kiroho. Hata kama unahubiri, una bomba la sauti, kaa chini, elekezwa mambo ya kupasayo kufanya. La sivyo, ndio utaona kuna mambo ambayo watu yanawatokea kwenye maisha yao, mambo ya ajabu sana, kwa sababu hawataki kuwasikiliza baba zao wa kiroho. Unajua kuhubiri, unajua sana kuhubiri, unapangilia vitu, una pointi za kutosha, lakini unapaswa kukaa chini ya baba wa kiroho akuambie yakupasayo kufanya. Jina la Bwana libarikiwe sana. So mimi ninaamini asilimia zote kwenye eneo la baba wa kiroho. Baba ndio atakaye niambia lini nianze huduma na nifanyeje, katika jina la Yesu aliye hai. Mimi ninaamini hivyo, na nimechagua
nimechagua hivyo na nimechagua kuishi na kutembea kwenye hayo.